Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat. Thumma salatu wassalam ala rasulillahil qail ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bis sawmi fa innahu lahu wija. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Watukufu wa Kiislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwa ukunjufu mkubwa wa moyo namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie kile ambacho nitakachokuwa nimekizungumzia kiwe kimetakasika kwa ajili yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na akijalie kuwa ni chenye kutoa faida katika jamii. Na nimeteua kuzungumzia swala la ndoa ambalo ndio mwanzo wa kutengeneza jamii moja moja, lakini hatimaye mpaka kutengeneza taifa. Ili tuwe safi ndani ya jamii, ili tuwe safi katika mataifa, tunahitajika, ni lazima ndoa zetu ziwe zimesimama katika misingi ile ambayo ameifundisha Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuna shida katika majumba yetu, lakini tuna shida hata katika kuozeshana, na ile hali Mtume sallallahu alaihi wasallam amelibainisha hilo yeye mwenyewe binafsi kwa kutuonyesha jinsi gani tuozeshe na namna gani tuoe. Nianze kwa kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyosema, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Katika sura hii ambayo imejipanga, hizi ni aya zilizofuatana takriban 6, zimeanza wa min ayatihi wa min ayatihi. Ni miongoni mwa sura ambayo inatuonyesha inahitaji turudi na kutafakari, kutizama kadari ya Mungu na uwezo wake, uwezo wa Mwenyezi Mungu na rehma zake na lutfi yake kwa wanadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa min ayatihi, miongoni mwa dalili za uwepo wake Mwenyezi Mungu na uwezo wake na upole wake kwa wanadamu, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, ni kuwaumbieni nyinyi min jinsikum, kutoka katika aina yenu, katika jinsia yenu, kuwa wao alokuumbieni ni wanadamu kama nyinyi, wana hisia kama nyinyi, wana akili kama nyinyi, wana mawazo kama nyinyi, na wana uelewa kama nyinyi. Katuumbia azwaja, wake. Katika aya hii Mwenyezi Mungu ameanza na jar na majruru kuwa wa min ayatihi. Maana yake kwamba
mwanadamu inahitajika atafakari kutizama uwezo wa Mwenyezi Mungu katika kile ambacho kinachofuata, nacho ni kuumbiwa sisi wake, ambao wake hao wameumbwa katika jinsia yetu, maana yake ni katika wanadamu wenzetu. Na kuna siri kubwa ya kuumbwa mwanamke kuwa ni katika binadamu na wewe ukaumbwa mume kuwa ni mwanadamu, alafu ndio mkaamrishwa kuishi pamoja, ni kutokana na kupatikana ile tawafu, uwiano, makubaliano ya kihisia, makubaliano ya kiakili, makubaliano ya kivitendo. Kisha Mwenyezi Mungu akasema litaskunu ilaiha, ili mpate kutulizana. Neno asakanu ni neno ambalo lina maana arraha, mapumziko, atmaaninatu, utulivu, wasakan, na kule kupata utulivu wa moyo wa nafsi. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema litaskunu ilaiha, hakusema litaskunu indaha. Maanake ni kuonyesha kwamba mume au mke pale atakapokuwa tayari ameingia katika suala la ndoa, inahitajika mke aishi katika moyo wa mume, na mume kadhalika inahitajika aishi katika moyo wa mkewe. Ndio maana ya tofauti kati ya litaskunu indaha na litaskunu ilaiha, ili mupate utulivu. Pale utakapokuwa umevurugwa na kurudi nyumbani, basi uwe umepata utulivu, na pale utakapokuwa umetatizwa na jambo, utakaporudi nyumbani upate utulivu. Na hilo ametufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallama ye mwenyewe kwa nafsi yake, pindi pale alipokuwa yuko katika gharu Hira na alipopambana na jambo ambalo la ajabu ndani ya nafsi yake, faraja ila Khadija, alirudi kwa mkewe Bi Khadija, na Bi Khadija akamtuliza, hatimaye nafsi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama ikatulizana. Litaskunu ilaiha. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Kisha Mwenyezi Mungu akajalia kati yenu, kati ya mke na mume, akajalia kati yenu kuna mawadda, mapenzi, wa rahma, na kuoneana huruma. Kuna tofauti kati ya neno alhubbu ambalo limezoeleka katika jamii kutumika kwa maana ya mapenzi, na kati ya mawadda kwa maana ya mapenzi Kiswahili. Lakini almawadda, neno mawadda mastaqarra fil qalbi, mastaqarra fil qalbi ni yale mambo ambayo yametulizana ndani ya moyo wa mtu. Hii ni almashairu almutaalliqatu bilqalbi, ni zile hisia ambazo mwanadamu amejengeka nazo ndani ya moyo wake, ndio zinaitwa mawadda. Maana yake kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia kati ya mke na mume, ndani yake kuna utulivu wa moyo. Mtu akimuona mumewe huwa anapatwa na msisimko kwa kumuona mumewe, anapatwa na raha ndani ya nafsi yake kwa kumuona mumewe au kwa kumuona mkewe. Hii ndio maana ya mawadda. Na alhubbu ni ile mastaqarra fi suluki, ni zile tabia ambazo zimetulizana katika tabia, ni vitu ambavyo vile vimetulizana, au madhahara fi suluki, ni zile tabia ambazo zilodhihiri katika tabia, vitu ambavyo vimedhihiri katika tabia ya mtu. Alhubbu maana yake kwamba yule ambaye ana mawadda kisha likapatikanika mapenzi ndani yake kwa maana ya hubu, atakuwa anasimama kihisia pamoja na wewe katika kukusimamia yako. Ngoja hili nikusaidie, hichi nitafanya mimi, safari nitaenda, kwani umechoka sana, nisubiri basi nikuandalie, nikuwekee maji ya moto au ya baridi. Hivi vinajengeka baada ya kupatikanika almawadda, mapenzi yale ambayo yalikuwa ndani ya moyo, alafu ndio yanadhihiri mapenzi yaliokuwa nje ya moyo, maana yake ni utendaji.
kusaidiana katika kusimamiana, huyu akafanya hili na hili, ngoja nikusaidie. Hiyo ndio ina maana ya alhubbu. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema akajalia kati yetu mawadda wa rahma, kisha akairegesha akili ya mwanadamu akasema inna fi dhalika la ayati, hakika katika jambo la kukuumbieni wake na kukuumbieni waume, katika jambo hili kuna dalili ya kumtambua Mwenyezi Mungu, liqaumi yatafakkarun, kwa watu ambao wana akili za kuzingatia. Maana yake kwamba inahitajika ukae na kuzingatia kwa nini Mungu akatumbia mwanamke, kwa nini mwanamke Mungu akatumbia mwanamume, alafu kwa akili yako utumie utambue thamani ya mke iko wapi na thamani ya mwanamume iko sehemu gani. Lakini haya yanahitajika kwa yule ambaye anazingatia utukufu na uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kutumbia wake au kutumbia waume. Nini ndoa? Ndoa kisheria ni iqdun baina ar-rajuli wal mar'ati, ni mkataba uliopo kati ya mwanamume na mke au kati ya mke na mwanamume, ndio inaitwa ndoa. Maana yake ni iqdun, ni ule mkataba, ni yale makubaliano yaliyopo kati ya mwanamke na mwanamume. Lakini katika iqdun, katika ndoa, huu ni mkataba unaoitwa mkataba mkubwa, yaani hakuna mkataba mkubwa zaidi ya huu, kwa sababu huu ni mkataba uliopo kati ya nafsi mbili, yaani baina almar'ati warrajuli, ni mkataba uliopo kati ya nafsi mbili, maana yake kati ya mwanamke na mwanamume. Huwa tunafunga mikataba mingi, lakini mkataba huu wa ndoa unatofautiana na mikataba mingine. Huu maana yake tunafunga mkataba kati ya nafsi mbili, ya mwanamume na mwanamke. Kwa hiyo unaitwa kuwa ni mkataba mkubwa. Na mkataba huu lengo lake ni nini? Lengo lake ni hilul istimtai bainahuma, ni kule kuhalalisha, kupata uhalali wa kustarehe kati ya nafsi mbili. Maana yake baada ya mkataba huu ni halali mke au mume kustarehe na mwenziwe katika sehemu zile ambazo ni halali na zinafaa kustarehe, ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amehalalisha kustarehe katika sehemu hizo. Kwa hiyo huu ni mkataba mkubwa. Kwa vile ni mkataba mkubwa, ni lazima ipatikanike ikhlasi katika kufanya, baina ar-rajuli wal mar'ati, kati ya mwanamke na mwanamume, kila mmoja awe na ikhlasi katika kuuendea ule mkataba, kwa sababu ni mkataba unaofungamana kati ya mwanamume na mwanamke, tena unafungamana bikalimatillah, kwa neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na lengo ni kupata starehe kati ya mwanamume na mwanamke, kila mmoja atastarehe na mwenziwe kwa muda wote, ule muda ambao unafaa kustarehe. Sasa patakapokuwa mwanamke au mwanamume atakapokuwa amepoteza ikhlas, yani ule moyo safi wa kuishi na mwenziwe, kile kiroho safi cha kuwa pamoja na mwenziwe, kapoteza, inawezekana mawasiliano, kapoteza fil mashairi, labda hisia. Mmoja inawezekana kwamba hana hisia za mwenziwe kumuona kuwa ni muhimu kwangu. Mmoja kapoteza hisia za kumuona mwenziwe kuwa ana thamani kwangu. Mfano, mwanamume kapoteza hisia za kumuona kuwa mke ni mwenye thamani kwangu, au mke kapoteza hisia za kumuona kuwa mume ni mtu muhimu kwangu mimi, ni rukunu, ni nguzo. Basi na yeye maana yake kwamba mimi naweza nikapotea, naweza nikaangamia, na kila mmoja akajihisi hivyo. Kwa hiyo hisia zile zikawa zimehama, au pamedhoofika alkalam, maneno. Inawezekana mkikaa mnakosana kila wakati tu, pamedhoofika ikhlas. Kitendo cha kudhoofika ikhlasi panapelekea kudhoofika mashairi, hisia. Kila mmoja huwa hapatwi na hisia kwa mwenziwe zile ambazo zinazohitajika. Hajihisi furaha pindi mwenziwe pale anaporudi nyumbani, au maneno.
Ikidhoofika ikhlasi, basi maneno kadhalika huwa yanapotezana. Unawezekana ukauliza hili ukajibiwa hili, inawezekana ukahitaji kufahamu hichi ukafahamishwa kingine, au usijibiwe kabisa. Kisa ni nini? Hapa maana yake pamepotea ikhlas, ule moyo safi wa kuishi pamoja. Au pindi watu watakapokuwa wana sura kama hiyo ya kuwa ikhlasi kati yao imepotea, wameshindwa kuzingatia kwamba ndoa ni dalili ya uwepo wa Mwenyezi Mungu, wa kutambua rehma zake Mwenyezi Mungu, upole wake Mwenyezi Mungu, basi hatimaye ikifikia sura kama hii, ihtazatil haya, maisha huwa yamepatwa na mtetemeko. Sio mtetemeko tu, bali hupelekea familia kuvunjika na kubomoka. Hatimaye watoto wakawa wasitambulike wanaishi wapi, kwa baba hawapo, kwa mama hawapo. Lakini kisa ni nini? Wanandoa wawili walikosa ikhlasi katika kuendesha ndoa yao. Sheria inasemaje kuhusiana na ndoa? Sheria imetugawanyia mipangilio ya ndoa. Kuna mtu ambaye kuoa kwake yeye ni wajibu, ni lazima aoe. Kwa yule ambaye ana kijana ambaye ana nguvu, au mtu ambaye ana nguvu ya kuliendea swala la ndoa, albaa kama alivyolisema Mtume na kama nitakavyokuja kuzungumza hadithi yake, uwezo anao, basi kijana huyu na akawa matamanio anayo, hawezi kujizuia, muda kuwa hawezi kujizuia, basi ni wajibu kwake yeye kuoa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuongoza katika hadithi ambayo ameizungumza Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, hadithi ambayo ipo katika Bukhari na Muslim, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, kutoka maelezo ya Abdullah ibn Mas'ud, anasema kuntu inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud anasema nilikuwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam faqala, baada ya kututizama vijana, kutuona nguvu zetu, matamanio yetu, hisia zetu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ya ma'shara shabab, enyi kongamano la vijana, man istata'a minkumul ba'ata, yoyote yule ambaye atakayeweza gharama za kuoa. Albaa ipo maana ya aljimau, yule ambaye anaweza gharama za ndoa. Kuna vitu ambavyo vitahitajika kwa mwenye kuoa. Sasa ukawa umeviweza vile vitu, unavyo, na sheria havihitaji vitu vingi, isipokuwa sisi wazazi ndio tulioifanya ndoa kwa ngumu. Mtu anawezekana akaozeshwa kwa kumfundisha mtu suratul Ikhlas tu, ndio mahali yake, na mtu akaozeshwa. Inawezekana kwa kununua kanga tu ambayo haizidi thamani yake shilingi 10,000, mtu akaozeshwa. Inawezekana kwa kulima kipande cha shamba tu, wewe baba mkwe nenda kanilimie kipande cha shamba, akaenda akalima akaozeshwa. Ilmuradi kwamba swala la mahali kama mahali halina ugumu wa kufikia wakati kwamba mtu ashindwe kwenda kuoa, isipokuwa ile mizigo tuliojibebesha sisi juu yetu ya gharama kubwa, hatimaye mambo mengi hayo yamepelekea swala la ndoa kuwa ni gumu katika jamii. Sasa man istata'a minkumul ba'ata, yoyote yule ambaye atakayekuwa anaweza gharama za kuoa, falyatazawwaj, basi aoe. Falyatazawwaj, basi la kwanza kabisa aoe. Muda kuwa anayo matamanio na anahofia kuenda kinyume na utaratibu aliopanga Mwenyezi Mungu na aliotupangia Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi itapasa aoe. Kisha Mtume akatoa sababu. Kama mwalimu bora, mwalimu bora huwa anakataza jambo na kutoa sababu. Sababu ya kwanza Mtume, ila ya kwanza anasema mtu akioa, kwa sababu lile swala la ndoa aghaddu lilbasar, linamfanya mtu afumbe jicho lake, hatoangalia tena haramu. Lakini sio Mtume anasema, bali ndo anaamrisha ukisha kuoa fumba jicho lako, kwa maana inamisha macho yako. Si kwa maana ndo
anatoa habari, bali ndo anaamrisha, ukisha kuingia katika swala la ndoa tena fumba macho yako, kwa maana inamisha macho yako. Kwa wanandoa wengi, kuto kuinamisha macho yao, kutamani wengi nje ya ndoa. Kama una yule, kama una mzuri kuliko ni mkewe, kama una yule, kama una yule mzuri kuliko ni mkewe. Kisa nini? Kisa hainamishi macho yake. Kwa Mtume anaelekeza kwamba sababu ya kuoa hupelekea mtu kufumba macho yake, kwa maana huwa macho yake anainamisha, tena haangalii vya watu. Aghaddu lilbasar. Kisha la pili, wa ahsanu lilfarj. Sala la kuoa hupelekea kuhifadhi setupu zetu. Mtu tena atakuwa anayo stara nyumbani. Katika hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallama, cha kwanza anachotuonyesha ni yale mahimizo juu ya vijana katika kuoa, ambao wao ndo wana matamanio makubwa zaidi kuliko ni yule alioishiwa. Kwa hiyo anahimiza vijana, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam anatumia husnu taalim, mafundisho mazuri kwa vijana, kwamba yule ambaye anahitaji apate stara basi aoe, yule ambaye anahitaji azuie tupu yake aoe. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam anafanya irshadi, anafanya mwongozo. Laiti ingelikuwa kuna jambo mbadala linafaa badala ya kuoa, angelielekeza watu wafanye hilo, lakini kasema hapana lingine isipokuwa ni nini? Ni kuoa. Waman lam yastati fa alayhi bisawm, yule ambaye hawezi kuoa basi afunge. Kwa hiyo tiba Mtume kaelekeza kwa yule ambaye gharama zile za ndoa haziwezi, aelekee kwenye kufunga. Laiti kungelikuwa kuna jambo lingine linalofaa kuendewa, angesema. Kwa mfano, kuna utaratibu ambao huwaga wanautumia watu kujitoa mbegu za uzazi kwa mkono. Laiti ingelikuwa hili linafaa katika jamii, basi Mtume angesema watu wafanye hilo, lakini moja kwa moja anasema faman lam yastati fa alayhi bisawmi. Maana yake mbadala ya kutokuoa ni kufunga. Kule kufunga kunavunja matamanio, na Allah subhanahu wa ta'ala anasema walyastafifi alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli, wale ambao hawajapata gharama za kuoa basi wajizuie. Na mazuio haya kashaelekeza Mtume ni kuingia kwenye kufunga kwa yule ambaye bado kakujuzia kwake ni uzito, afunge hatta yughniyahumullahu min fadli, mpaka pale Mwenyezi Mungu atakapowatosheleza kuwapa mahitaji ya ndoa, gharama za ndoa. Lakini katika hadithi hii vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuonyesha kitu kingine. Laiti ingelikuwa inafaa kukopa kwa ajili ya kuoa, si kwa maana ukikopa ukenda kuoa ndoa haisihi, lakini laiti ingelikuwa inafaa ujitie deni ili uoe, basi Mtume hapa la arshada angelikuwa ameongoza kadhalika, kwa sababu kazi ya Mtume ni kufundisha. Angesema jamani, waman lam yastati, kwa yule ambaye hawezi gharama za ndoa basi ajitie deni. Lakini hapana, kaelekeza mbadala kwa yule ambaye hawezi gharama za ndoa, basi fa alaihi bisawm, afunge. Kwa hiyo kule kufunga ndicho alichokielekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kama bado haujaweza gharama za ndoa, usijitie deni, kwa sababu Mtume hajaelekeza hivyo. Na ipo hadithi yetu ile mashuhuri ambaye alikuja mama mmoja kumhitaji Mtume sallallahu alaihi wasallam amuoe. Mtume akasema hakuwa anahitaji mke kwa wakati huo. Akasema ni nani miongoni mwenu anahitaji mke? Akajitokeza bwana mmoja, lakini kwa bahati mbaya mahali alikuwa hana nguo, akitoa basi yeye atakuwa hana nguo ya kuvaa. Basi alimuoa mama huyu kwa kusomesha Qur'ani, yani mahali ilikuwa ni kumsomesha Qur'ani yule mama. Maanake inaonyesha kwamba kwa yule ambaye hana uwezo wa kuoa, gharama za kuoa haziwezi, zipo mbali bado, asijitie deni. Huyu bwana hakumuongoza kwenda kujitia deni ili aje kuoa, hapana, bali aliulizwa una nini, mpaka ikafika wakati kuwa hana chochote isipokuwa Qur'ani tu. Basi ikawa mahali ya yule mama ni kumsomesha Qur'ani, kuonyesha kwamba kwa yule ambaye anahitaji kuoa asijitie deni. Ufika wakati mtu labda akakimbia na mali ya urithi ili mradi aoe tu. Hakuna ndoa kama hiyo, utakuwa umewadhulumu wenzio na mali ya umma ambayo ilikuwa ni mali yenu ya urithi yote. Kwa hiyo tuna muongozo katika masala ya ndoa. Muongozo huo ni
ni kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye yeye mwenyewe binafsi ametuonyesha ni jinsi gani tuoe na ndoa ni kitu gani na thamani ya ndoa iko wapi. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuonyesha kwamba utaratibu wa ndoa ni utaratibu wa manabii yote. Kila nabii alioa, si kwa maana ndio sisi, bali kuoa ni utaratibu wa mitume. Ndoa ya pili ni ile ndoa ya sunna. Ukitoka katika ndoa ya wajib kwa yule ambaye hawezi kujizuia, ndoa ya pili ni ndoa ya sunna. Na hii pale alipobainisha Mtume sallallahu alaihi wasallam pindi walipokuja wale jamaa watatu, masahaba watatu katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, na kuwauliza wake wa Mtume ibada ya Mtume usiku huwa anafanya nini, na walipopata taarifa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama huwa anaswali na analala, masahaba hawa walijiuliza wao, sisi tuko mbali sana na Mtume, manake ni Mtume, waqad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Mtume hana makosa, lakini sisi tuna makosa tuliyofanya. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallama aliporudi akawaambia, nyie mlikuwa mmesema kadha na kadha. Kisha Mtume akasema, mimi ninalala na ninaswali, wa atazawwaju nisa, na kadhalika na naoa wanawake, naoa wanawake na ndio wanaolewa wanawake. Hakuna ndoa kati ya jinsia mbili zinazofanana, maana yake mume na mume au mke na mke. Hata kama watu huko nje wataita ndoa, sio ndoa ile inayotambulika kisheria. Ndoa inayotambulika kisheria ni kati ya mwanamme na mwanamke. Wa atazawwaju nisa, kadhalika naoa wanawake na nafunga na kula, kwa maana mimi siku nyingine nafunga, siku nyingine nakula. Kwa hiyo ibada ya Mtume sallallahu alaihi wasallama ilikuwa ni ibada ya kati na kati, anaoa, analala, anaswali, si kwa maana ya kila siku halali usiku. Kisha akasema mwisho wa hadithi akasema, faman raghiba an sunnati, yoyote yule ambaye atakayechukizwa na mwendo wangu huu, utaratibu wangu huu, sunna bimaana tariqi, yoyote yule ambaye atakayekuwa hakupendezeshwa na utaratibu wangu akachukia kuoa, falaisa minni, huyo si katika mimi, huyo hanifuati mimi, atakuwa anamfuata mtume mwingine. Kwa maana yake kwamba katika hadithi hii Mtume anaonyesha kwamba kuoa ni katika sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa yule ambaye anaweza kujizuia na wala haingii katika haramu ya zina, kwa sababu zina ameharamisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila. Kwa hiyo akatuhalalishia ndoa, lakini akaharamisha zinaa. Kwa hiyo itakuwa ndoa ni sunna kwa yule ambaye yeye maana yake ana uwezo wa kujizuia, haingii katika haramu na hafanyi machafu. Tumalizie sehemu yetu hii ya kwanza kwa kuonyesha maksad ya ndoa, makusudio, lengo, alghaya, upeo wa ndoa uko wapi, makusudio. Na nitataja sababu mbili tu, makusudio ya aina mbili tu. Makusudio ya kwanza ni yale ambayo amebainisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba lengo la kwanza ni kutafuta kizazi ambacho kitakachokuwa chema. Kizazi hichi kikiwa kimepatikanika katika misingi ya haki, misingi ya ndoa, kwanza kitakuombea dua baada ya kufa kwako. La pili, kitalinda heshima yako baada ya kufa kwako. Maana yake baada ya kufa watalinda jina lako. Wakimsikia mtu anakutaja vibaya mzee wao hawatokubali. Kwa hiyo la kwanza kabisa ni kutafuta kizazi chema, kizazi ambacho kitakufanyia nusura ya kukuombea, kama wasema Mtume sallallahu alaihi wasallama, idha mata ibnu adama anqata amaluhu illa min thalath. Kisha akasema au waladin salih yad'ula, mtoto mwema ambaye atakayekuwa amemfanyia dua, atakayekuwa anamwombea dua mzee wake baada ya kuwa amekufa. Hii ni moja ya makusudio ya ndoa. Makusudio ya pili ni ihsanul farji,
kulinda sehemu za siri, min alfawahish, kutokana na machafu ambayo yanayoenea katika jamii, machafu ambayo yamesababisha madhara makubwa, kuto kutengeneza heshima kati yetu. Pindi watu wanapofanya machafu, heshima katika jamii inakuwa hakuna. Kwa hiyo kile kitendo cha kufanya machafu, nusura yake ni kuingia katika suala la ndoa. Hii itakuwa ni sehemu yetu ya kwanza katika masala yetu haya, na katika darasa letu hili linahusiana na masala ya ndoa, ambayo kipande kinachofuata kitakuwa tuposeje au tupose vipi kwa kufuata sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi tawfiqi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.